usaliti ni mimba na msamaha. Suluhu ya usaliti ni mimba na msamaha. Wewe ulivu na kusikiliza Kula. Hivi na upo serious kwamba saizi umeamua kuokoka na umemrudia Mwenyezi Mungu na mahusiano yetu hayataki kabisa yaendelee? Kiukweli Kula, msiwezi kukudanganya, nilikuwa serious. Sasa hivi nimeokoka na ninamjua Mungu. Nimetambua makosa ambayo niliyafanya awali. Sitamani tena kuyarudia hayo makosa, maana hata walimwengu wanasema kutenda kosa sio kosa, lakini kurudia kosa ndio kosa. Kwa upande wangu nimetambua nimemkosea Mwenyezi Mungu sana, ila sasa narudi kundini Kula. Siwezi kuendelea kutenda dhambi tena. Sasa kwa kundini na haribu nini uhusiano wetu jamani? Mimi mwenyewe nimeokoka na wewe umeokoka, kinachoharibu uhusiano wetu ni nini? Basi mmoja wetu achague, wote tukabaki kwenye dini moja. Kama tutaenda kanisani kwenu, ile ni kanisani kwetu. Na nisamehe masusinju gani. Kwa mfano ile umesikia bana, demo anakuja getu, yani kitu cha kwanza kufanya vipi? Yani utatake action gani? Yani ushapokea taarifa hiyo, nasikia maneno ya mdogo wako. Hebu mjibu kwanza. Mimi kwa upande wangu cha kwanza ni manukato. Elewa. Mnyonyo kwanza, unaona kisage tulipo inanukia. Unaelewa tena? Mimi kitu cha kwanza kabisa kufanya. Yaani hapo mimi cha kwanza kabisa ni unajua pharmacy. Ingia pharmacy chap mwendo wa ngiri kwanza. Nachukua condom naweka ndani kwanza. Hapo namsubiria sasa. Za nini? Za nini? Hawajui kazi ya condom. Wewe unaziona mdogo wako. Sema hivi wapata sasa. Unajua nini? Sasa leo sister yenu anakuja. Kila mtu kataja kitengo chake. Kwa kila mtu atapepa part yake, kusafisha ghetto, manukato fresh, kuandaa mizinga fresh. Ila jamaa. Basi tuamue mmoja wetu aende kanisa na mwenzake, ili wote tuwe sawa na mahusiano yetu yaweze kuendelea. Kula, shida sio kanisa wala shida sio kusali, lakini misingi ya dini na mafundisho niliyoyapata Kula ni kwamba ili tuweze kuendelea na mahusiano inapaswa tufunge ndoa Kula. Na kama unataka kweli tuendelee na haya mahusiano, basi inakupaswa wewe uhamie sehemu nilipo. Unapaswa unifuate mimi, maana hata Biblia imesema kwamba mwanamke ataachana na mama yake na baba yake, ataambatana na mume wake. Lakini Biblia haijamtaka mwanaume kuambatana na mkewe, lakini bali mke kumfuata mumewe. Hivyo hivyo tumefundishwa kusimamia misingi ya Biblia, hasa misingi ya kanisa Katoliki iliyonikuza na kunilea, ambako nimeamua kurudi kundini sasa. Nakubali kwa madini nikufuate wewe na tuendelee na mahusiano yetu, na kama ndoa ifungwe tu. Nimefurahi sana kusikia hiyo. Basi kama ilivyo taratibu, itatupaswa siku ya Jumapili twende kwa katekista tukachukue fomu, tujiandikishe, tuanze mafundisho ya ndoa. Sawa. Basi sasa mimi nafikiria ni kuacha, ngoja niende kwenye kipindi cha dini nikasikize neno la Mungu, lakini pia nawe unaweza kukaribishwa. Sawa, nabaki, ila nikutakie ibada njema. Asante sana. Mungu awe pamoja nawe. Nawe pia. Mdogo wako huyu mwanangu. Tumetoka kupokea sasa hivi mdogo wangu. Tumeanza kuplazia kuchukua vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwanangu uko serious?
Sasa anakuja akatuma notification huyu hapa. Serious anakuja sawa. Sisi ndio tunatupa challenge kama hiyo. Mimi kwa nataka niwasikie tu yani mnawaza nini yani? Lakini sio mbaya kwa sababu ni sister yetu. Tufanye hivyo kama ni geto linukie fresh, sioni ni geto. Kondo hapana. Basi wewe hautafanya, mimi ndo nitafanya, nitafanya manukato wake kwenye geto. Sema wewe mdogo wangu, mimi nawaambia tu. Mdogo wangu tafuta demo. Ukipata demo, hatakuja uongee utoto. Ila kweli. Yaani unaongea utoto. Mbona wapo wengi mtaani mwanangu? Sasa weka. Yaani mwanangu, umshikaji jinsi anapoasi bila mapenzi mwanangu. Unaona isi bata nishawishi kizembe bwana, mimi nijichanganye. Ila kweli. Mbona? Wanangu mnanikataa na. Sio kweli. Sogea hapo. Sogea. Ujengeka sana mtaani. Acheni ujinga. Hebu ngoja angalau niende hata kwa Baby George huko. Nikabebe. Niacheni bana. Hebu niacheni. Niendelee kuhangaika na utoto wenu. Au bwana wewe pambania. Muendelee kuhangaika na utoto wenu mara si kwa chukuni si nini. Naenda kwa George mimi. Kwa safi. Mnazingua bana. Ndani lakini kikuona najua kuna kitu kinaita taratibu, kinaniambia ni jina gani? Mwanangu, siku nyingi sana tujaonana ndugu yangu. Ndio babu, nipo. Siku hizi naona star wako mwanangu, mambo ni mazuri, maendeleo mwanangu, wanaingia location, picha kali, editing kali mwanangu, yani mambo ni mazuri. Star wako ana maendeleo sana siku hizi mwanangu. Basi tu kuna maendeleo yamefanyika tu, ila anyway. Sema jambo ndugu yangu, utakufa vibaya mwanangu. Sema sumu tukusaidie. Sema sumu mwanangu. Hamna haja ya hilo bana. Ndio hivyo. Ndio hivyo tu. Basi sawa, hamna noma. Sasa Wasikia. Watu jamaa ngoja aende akabebike huko. Huyu jamaa jao, yani kama sasa hivi yenyewe bado anahudumia mimba iko ndani ya nguo haijaonekana. Mpaka ionekane hivi. Mbona kubali hapo nataka nishauri. Unaweza kweli? Sawa, lakini hebu ngoja kwanza. Hivi una demu kweli? Au hata kupunguza unajua kweli? Baba wangu umeonaje? Unachukuliaje kwanza? Sikuchukulia lakini hamna, yani yule sawa. Hata kama analea mimba ambayo bado ipo nguoni. Sawa, lakini amethibitisha wanaume wake kwamba anaweza. Sasa kwako sasa tusije tukao tunaongea tu vitu kumbe ndio hivyo. Haya kwako sasa. Unasikia mzee wangu? Mwanangu hizo zangu hizo babu. Yaani hapo yani hata kwa wiki hivi naweza kutongoza mademu hata 5 afu wote wanaja. Usone hivi siku hizi mzee wangu yani nimekuwa basta Panga hata 5 kwa wiki mzee wangu wanajaa wote hapo. Wanajaa. Shida sio kujaa. Wakishajaa unapiga au ndio hivyo. Unaachaje lazima malize yani unaachaje sasa. Unasikia? Fanya hivi. Mimi nakuwekea hela hapa sawa? 10. Ngapi? 10. Sasa alafu nakuunganisha na binti fulani hivi. Sasa ukichomoa pale unaona? Unachukua hiyo 10. 10 ilipo? Uhakika ipo. Chungulia. Kwa maana weke mfuko wa shati hiyo mwanangu. Ipo yani weke mfuko wa shati yani ushaondoka. Ukishampata nakupatia tena. Haina noma, hiyo imeisha. Yaani yandaege aswele iwe deni tena. So deni yani yeye ni cash. Naona. Yaani boka mpange ode mwani kazi. Mimi hivi. Sina mambo hayo. Sina mambo hayo mimi. Imeenda hiyo. Sasa nikiona hadi naipima kama mwiba, kila neno la marafiki nalisoma mara 2. Sasa vipi? Niambie basi leo muhindi tunamliza vipi? Nipe steki. Bora kuja kunichokonoa babu. Jana mimi nimetoka tu kuliwa hapa liteni langu babu. Mbona unataka kunisororoa babu? Sasa mwanangu hapo umekosa sangu nini mwanangu? Jana nimeliwa teni mzee. Chali unazingua mwanangu. Nimeliwa teni unanipa machungu babu. Basi tuachane nao ndugu yangu. Basi mimi nikuache basi wewe. Tembea bana. Shida. Tembea bana. Haya poa. Ndani nje
maumivu. Usaliti ni nini? Moyo nalia pole Mr. Benson. Mambo poa? Vipi? safi. Niambie Lizo. Nilikuwa na shida, kazi yangu ina shida kidogo kwa upande wa cameraman. Sikuamini macho yangu niliposikia jina langu. Kazi yangu imepata shida kwenye upande wa cameraman. Ile kwa jana au lakini sitabaki chini, nitashika jina langu. Kile ulichovunja leo nitaijenga tena kesho. Kuna shida gani? Anazingua treni hivyo, sielewe nakuaje. Mambo poa. Niko poa. Kwa nilikuwa nakuomba huo unisaidia kuja kushoot. Wasiwazi, mimi nitakusaidia, nitakuwa na shoot. Hamna shida kabisa, nitakuwa nafanya kila kitu. Sawa. Kwa tuanze leo au sasa hivi? Ni wewe tu, mimi siko busy. Niko tayari na niko tayari. Naweza nikashoot, naweza nikaedit, vyote vile. Mimi nipo. Basi ngoja nika change code. Anaenda kubadilisha kodi? Haina shida, mimi nipo. Naweza nikawa busy kwa mambo mengine lakini sio kwako. Sawa, nashukuru sana. Usaliti ni nini? Tabasamu la uongo. Usaliti ni nini? Ukiwa ndani nje maumivu. Usaliti ni nini? Moyo unalia pole pole, lakini sitabaki chini, nitashika jina langu. Kile ulichovunja leo nitaijenga tena kesho. Usaliti ni nini? Kisu mgongoni baby. Usaliti ni nini? Tabasamu la uongo. Usaliti ni nini? Ukiwa